Unamwona wa Musa, Mungu anamtuma ajiamini. Ndivyo ilivyokuwa kwangu, hata mimi sijiamini. Nasema Mungu, mimi nitafanya kazi. Nimezoea kuishi maisha ya kawaida. Na yani kila nikiambiwa kufanya kazi ya Mungu naanza kuweka vipengele. Tunaona hata Musa pia anaweka vipengele. Musa anatumwa, nenda, nimesikia kilio cha wana wangu, nimesikia kilio cha wana wa Israeli. Nimesikia watoto wangu wanateseka. Nenda kawaambie, mimi ni Mungu wa Ibrahim, wa Isaka na Yakobo. Yaani Mungu anamtambulisha Musa. Yaani ukishasikia Mungu anakuambia mimi ni Mungu wa baba yenu, Mungu wa Isaka, Yakobo na Ibrahim. Yaani ni utambulisho mkubwa sana, lakini bado Musa hakujua. Kwa sababu Musa alilelewa kwa mfano. Jinsi Mungu alivyomtunza, lakini Musa bado hajaelewa. Lakini mimi nafikiri wazazi wake pia walimueleza kwamba kipindi ambacho ulizaliwa wewe ni kipindi ambacho walisema kwamba watoto wa kiume wakizaliwa wachinjwe. Lakini kwa uwezo wa Mungu wao ulilindwa. Mama yake alimtengenezea kisafina, alimficha kwa miezi mitatu. Alipoona hawezi akamweka kwa kile kisafina. Alipomweka kwa kile kisafina, yule mama akamweka na ndugu yake Musa ili aone kinachoendelea. Alipokuja mtoto wa mfalme kwa yule mto, alipowekwa pale Musa, yule mtoto wa mfalme akampenda yule Musa. Kwa pale ilikuwa ni Mungu alikuwa na makusudi. Musa akachukuliwa na yule mtoto wa mfalme, akamtuma yule ndugu yake, na Musa akasema nenda kaniitie mwanamke wa Kiebrania aje anilishe huyu mtoto. Yule ndugu yake na Musa akaenda kumuita mama yake Musa. Kwa alimnyonyesha Musa pasipo yule mama kujua, na akamlipa mshahara. Tazama Mungu alivyokuwa wa ajabu. Mungu anawalinda watu wake ili wafanye kazi yake, ila sisi hatujui. Hata mimi nilizaliwa miezi 6. Kule hospitalini mama yangu hakuruhusiwa kunichukua mimi. Lakini mama kidogo alikuwa na hela kidogo, akaambia mimi naweza kukaa na mtoto. Akaniweka mle ndani kwa chupa. Kwa akasema hicho kitu hawezi kukaa nacho, kiache tu kife. Akasema hapana, nataka nikituze hicho kitoto. Nilikuwa vimacho hivi naotea duniani, nilikuwa kadogo hivi. Lakini ilikuwa kwa ajabu sana. Lakini Mungu alikuwa anafanya vile akitaka nifanye kazi ya Mungu. Lakini cha ajabu anashangaa ninafanya kazi ya duniani. Naingia kwenye mikopo, naongea sana hata bila maana, lakini siwezi kufanya kazi ya Mungu. Kwa Mungu akawa ananipinya kila anachofanya. Hamna anachopata. Kwa wakati mwingine Mungu anamlinda mtu akiwa na maana ili afanye kazi ya Mungu. Ila sasa yule mtu aliyeletwa duniani anaelewa kile alichoitiwa hapa duniani. Kwa sababu hata Musa alikuwa kama anaanza kupoteza muda. Mpaka